Msaada gani unautaka? Mbona kila siku nawaambia hamnielewi? Mimi nazidi kufirizika kila siku. Kila siku mnakuja hapa msaada. Mimi sina chochote kwa sasa. Shemeji, lakini kumbuka yule ni mdogo wako kabisa wa damu. Na unachokifanya sio shemeji. Hilo nalitambua. Nitakuja baadaye. Haya, naomba uondoke. Ondoka, nakuja baadaye huko nyumbani. Maumivu ya kijiji ni bara, kila siku ni kara, matukio ni mengi, matatizo ni mengi, ukamfanya mdogo wake msukure. Naongea na wewe, nisikilize. Umeona mjinga mwenzio anapokuja hapa kila siku hela. Afu unaniletea yaani kabla ya kuleta hela unaniletea visenti. Haya, ondoka. Katafute hela kwa sasa. Ulete hela za kutosha. Ujinga gani? Mimi sina hela wana. Hela. Ya. Maumivu ya kijiji ni bara, kila siku ni kara, matukio ni mengi. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji, bora jana tu, maumivu ya kijiji. Mpenzi ninaye, natamba naye, kwezi noga vizuri, napenda ila nani navyo nana, kwezi noga vizuri, napenda ila nani navyo nana, unae vipi tena? Shikamoo mzee Pedeshe. Kijana, unaonekana ni kijana mjanja sana. Haswa nina shida na wewe. Ajaja. Nani tena? Ajaja kwani? Ajaja. Una shida gani mzee? Ajaja. Nani? Basi niache. Kwani nini tumempata? Hebu niache bwana. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji. Sasa kijana, kuna kazi nataka nikupe. Kazi? Ni kazi gani hiyo mzee? Kuna kijana mmoja hivi hapa kijijini amekuja, ni kijana mgeni, unamfahamu? Mgeni? Huyu yaani sina bahati ya kukutana naye ila namsikia tu. Huyo uliomsikia huyo nina shida naye. Kuna kazi nataka unifanyie. Uko tayari? Ni kazi gani kwanza? Ningelijua hilo. Tulia, kuna mtu anapita. Mume wangu. Ndiyo mke. Nakumbuka jana nilikuaga naenda kwa yule mtumishi Mama Oliva. Yeah. Nilipofika kule kwa kweli nilipokea vizuri sana. Nilipofika muda nikamwambia mtumishi, mimi nahitaji kwenda. Alinishia pale kati kwenye kale kaduka na kukazungumzia nyuma Nyamboko. Nyuma kidogo hivi. Nilipofika pale tukaagana. Basi akawa narudi. Na mimi nikarudi wapi? Nyumbani. Sasa wakati nipo njiani narudi, kuna nyumba moja ipo juu hapo. Kijana, kazi ambayo nataka nikupe, nataka umfuatilie yule kijana, ukachote nyayo, uniletee. Nyayo? Ila mzee, si mambo ya kishirikina haya. Kijana. Hapana, hiyo kazi siwezi. Siwezi hiyo kazi. Hiyo siwezi mzee. Kuna nyumba moja ipo juu hapo. Ndio. Yaani ile nafika tu nakuta kuna dada analia kwa uchungu sana. Nikasimama. Hebu nisikilizie hii sauti inatoka ni ndani au? Ile nilivyosimama tu mume wangu nakuta kweli kuna dada analia kwa uchungu sana. Shida nini mke wangu? Analia. Nikaona kupita bila kuona kilichopo hapana. Nikaingia, nikapiga hodi,
Akafika yule dada, kaingia ndani. Nilivyoingia mle ndani, mume wangu, nilimkuta yule dada amelala na mume wake. Mume wake ni anaumwa, yupo hoi. Mzee tena. Mambo chapa tena. Hainaisha mzee, usijali, inaisha hii. Kijana, Ndio, ninakuomba fanya juu chini, umfuatilie yule kijana, uniletee nyayo zake, nina kazi nazo. kwa sababu chapa ipo hii imeisha, inawezekana kabisa hii. Usijali. Umenielewa wewe kijana? Imeisha hiyo. Umenielewa vizuri kabisa. Swa. Kabla ya saa 12 kamili, naomba hizo nyayo uje uniletee. Hivi ndio vitu vyangu mzee. Hii kazi mbona simple tu. Umecheza kama pere yani. Nilikuwa niko pechi ya roho hapa. Utaidi baada ya saa 12 wako uniletea nyayo. Usijali mzee, imeisha hii. Anajibu tu anaumwa. Sijaona ugonjwa aina yoyote. Nimetembea zahanati. Sijaona ugonjwa aina yoyote. Hapo sawa mke wangu, lakini hapo mke wangu naona sasa kuna sababu ya kwenda kutembelea kwenye nyumba. Lakini mume wangu, ndio maombi kwenye hichi kijiji ya muhimu sana. Yaani mke wangu ni kitu cha muhimu sana. Alimradi tu tupate nafasi ya kulisimamisha neno la Mungu liweze kukaa na kutawala na kutuliza maumivu ya wote wanakijiji. Sawa mke wangu. Yanahitajika sana mama. Amina mke wangu. Amina mume wangu. Mimi acha niende kupika. Sawa, haina shida. Ngoja mimi niendelee kutafakari neno la Mungu. Sawa. Amina. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji nayoyapitia, bora jana tu. Hivi ni nini? Naongea na wewe. Wewe nadhani mimi nafurahia? Yaani leo unaniletea shilingi 3000. Mimi? Huu ni ujinga kabisa huu. Yaani unafurahia kabisa kuniletea mimi shilingi 3000. Nitafanyia nini mimi hii? Na ninakwambia, unakula, unalala, unaniletea shilingi 3000. Unanichukuliaje kwanza? Dada sana. Vipi bwana? Safi. Vipi? Hivi nilikuwa nakuja kwenu hivi. Bwana Hansi nimempata? Hayuko ametoka. Alikuwa anaelekea kwa galo. Kwa garokani? Ndio. Basi sawa. Ila hapo kuna kitu nimekipata. Au anatakiwa na watafute wote wawili. Unakunichukuliaje na kuuliza? Sinaongea na wewe. Wewe. Hivi unanionaje kwanza? Mnafurahia mimi nawafilisika na huyo mjinga mwenzio. Na nawaambia nitawafanyia kazi. Nitawafanyia kazi mpaka mtanielewa mimi ni nani. Kuna kitu watanisaidia maana na shida na mdogo wako sana. Yaani sana. Kwa na shida gani na kakaangu? Dada Sala, na mambo mengi sana ambayo yananisibu. Mdogo wako nimeambiwa hapa kijijini. Ujinga kama huu. 3000 mimi. Unaniletea shilingi 3000. Sitawaacha salama. Nakuhakikishia. Huwezi ukaniletea hela ndogo kama hii mimi. Naondoka nayo. Sikutaki kabisa na hiyo change yako. Unaniletea shilingi 3000 mimi. Pumbavu wewe. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji. Kuna kijana amekuja ni msaada. Kwa hiyo mdogo wako anajua jinsi ya kumpata. Kwa hiyo nataka angalau nisaidie.
Labda wewe utakuwa unamfahamu huyo mtu. Huyo mtu na kumbukumbu, kuna siku nilikutana naye, walisimama na Toni na kaka fulani hivi chizi, ila sijapata kujua ni mazingira gani anapoishi. Basi sawa, mimi nakushukuru kwa msaada wako, asante sana. Ngoja niende nyumbani ili niangalie utaratibu wa kufanya, nimtafute bwana Hans. Okay, sawa. Basi sawa, safari njema. Kwa mimi niende. Wewe unaenda wapi na hilo begi? Jeje, hivi wewe una roho ya namna gani? Mimi nimeachoka haya maisha. Watu wanatusema mitaani huko kusema sisi tuna roho mbaya, yaani tuna roho mbaya kupita kiasi. Yaani mtoto wa dadako amekuwa kichaa, hata kuhangaika kwenda kumtafuta wewe haupo kabisa. Wewe hilo swala ulizungumzii kabisa, ndo unafanya mambo yako mengine kabisa. Toni amekuja hapo umemfukuza kama mbwa. Lisa anatoka hapa mtoto mdogo anaenda kumtafuta kaka yake na sisi tupo. Kweli? Ananiona mimi ni shangazi yake na roho ya namna gani? Wewe kaa kimya. Shakupata taarifa kwa hakika. Kwa mara ya kwanza na ukita jina Gift. Yaani nilikotoka wamenitefenga na wewe unakuja kuniletea masiala. Rudisha begi ndani. Rudisha begi ndani. Jeje, mimi sitaki. Mimi naenda kwetu, nimechoka haya maisha. Kama unakumbuka wakati nataka nikuoe tuligombaniana na yule jamaa. Kama unakumbuka nilimfanya nini? Sitaki masiala. Nilete mambo ya masiala michezo ya kijinga hapa. Wewe ujinga sitaki urudie. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji. Mbona ni bro? Samani bro. Nisame bro. Nisame kaka. Unani huyu? Nisame bro, samani bro. Ni nani amekutuma? Nipedeshia miliponza, nisame bro, nisame. Ni tamaa tu hizi. Tamaa eh? Nisame bro. Nisame. Aondoka. Oh lo 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 lo, maumivu ya kijiji. Maumivu ya kijiji. Aliuso. Maumivu ya kijiji. Maumivu ya kijiji. Oh lo lo. Kijiji. Maumivu ya kijiji. Nayoyapitia. Bora jana tu. Maumivu ya kijiji. Kijiji. Maumivu ya kijiji. Bora jana tu. Maumivu ya kijiji ni bora. Kila siku ni kara. Matukio ni mengi. Matatizo ni mengi. Ukamfanya mdogo wake msukure ili apate pesa dukani kwake. Jambo kukamfanya mdogo wake msukure ili apate pesa.
jeje naye kamloga mchomba wake ili apate mazao shambani kwake. Maumivu ya kijiji, watu wanapoteza uhai, watu wanakufa bila sababu. Maumivu ya kijiji, maumivu ya kijiji, maumivu ya kijiji, maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji nayoyapitiaga, bora jana tu. Maumivu ya kijiji, kijiji, maumivu ya kijiji, bora jana tu.